Strait of Hormuz haipitiki. Iran wameifunga. Bei ya mafuta duniani imepanda kwa sababu Strait of Hormuz ina control zaidi ya 20% ya biashara yote ya mafuta duniani. Iran wameifunga. Kwa nini? Kwa sababu ya hii vita inayoendelea kule Middle East inayomhusisha yeye. Marekani wameshindwa kuifungua. Hata majeshi yake yote wameyakimbiza, hayako hapo tena kwenye hiyo Strait of Hormuz, wakihofia kwamba Iran watawashambulia. Na yale mataifa ya Kiarabu ambayo ndio wauzaji wakubwa wa mafuta kama Saudi Arabia, manaki na wao wafanyi biashara. Strait of Hormuz imefungwa, haipitiki kwa mtu yoyote. Ila Iran amesema anaweza akaruhusu meli za mafuta zipite, ila na vigezo vyake. Ukivifikia tu anakuruhusu upite. Na vigezo vyake ni kama hakikisha bezi za kijeshi za Wamarekani zimeondoka kwenye taifa lako. Kwa sababu yale mataifa ya Middle East yale mengi bezi za kijeshi za Wamarekani zipo katika mataifa yao. Kwa hiyo kama zilikuwepo before bezi za kijeshi za Wamarekani katika taifa lako, hakikisha hizo bezi zinaondoka. Hakuna Wamarekani katika mataifa yenu. Wakiondoa tu hizo bezi za kijeshi, anaruhusu meli zenu za mafuta zipite. Pili, uza mafuta kwa currency ya Chinese yuan na sio dola. Ukifanya hivi, meli yako inaruhusiwa kupita. Tatu, haijalishi kama umeuza mafuta kwa currency ya Chinese yuan, ila kama hayo mafuta ni biashara ya Wamarekani au biashara ya Waisraeli, usikaribie kwenye Strait of Hormuz. Donald Trump sijui atatokaje kwenye hili. Anazidiwa na hii operation yake ya Epic Fury. He's running out of time and he's running out of options. Ataingiza Marekani katika serious trouble kama atafanya kitu sahihi. Sasa hivi anatapatapa, anaingiza hadi ya mataifa ya NATO yaende kule Middle East yakaongeze nguvu kukabiliana na Iran, wakati NATO wao wenyewe wamezidiwa kule Europe na Mrusi katika hii vita inayoendelea between the Russians and the Ukrainians. Moja kwa moja ya mataifa ya NATO yakamtupa Trump, wakasema kwamba hawezi kuingilia vita ambayo wao hawajaianzisha. Jibu la Trump kwa haya mataifa ya NATO likawa na nukuu, if there is no response or if it's a negative response, I think it will be very bad for the future of NATO. Kama mkikataa au mkakaa kimya msisaidie kule Middle East katika hii vita inayoendelea, basi itakuwa mbaya sana kwa NATO siku za mbeleni. Mnamsikia Mr. Operation Epic Fury anavyotishia wenzie. Alafu sasa hivi mataifa hawatomwogopa tena Marekani, kwa sababu wameshauona udhaifu wake. Yani katika hii vita inayoendelea kule Middle East imekuwa mbaya sana kwa Marekani kwa sababu udhaifu wake umeonekana, na mataifa mengi kuanzia sasa hivi tunavyoongea hawatakuwa wanamwogopa tena. Marekani ni mwingi wa propaganda. Hata ya mataifa yote tunayoongelea kwamba hawatomwogopa tena Marekani, wamejua kabisa Marekani ni mwingi wa propaganda. Marekani ni mwingi wa kujitutumua, lakini hana kitu. Mbwembwe kibao, alafu uwezo kisoda. Marekani ana kama options 3 tu za kumalizana hii vita kule Middle East. Vita ya yeye na Iran. Only 3 options. Na zote ni mbaya kwa Marekani. Sijui atachagua ipi. Option ya kwanza, retreat. Waachane na hii vita, waondoke. Hii option ina serious consequences. Ikiwemo nguvu ya dola itakufa. Biashara zote za pale Middle East hazitofanyikaga tena na dola. Israel atabakigi peke yake kupigana na Iran na washirika wake kama Wahuthi, Hezbollah na wengine. Marekani akiretreat atapoteza ushawishi wake wote pale Middle East, na kubwa kuliko vyote, hatairudigi tena Iran. Option ya pili, Marekani amue kupeleka ground troops, wanajeshi wa ardhini. Jiografia Iran sio rafiki kwa vita ardhini, hasa kwa mgeni, na kwenye kesi hii tunamwongelea Marekani. Iwapo Marekani waliendaga Afghanistan, taifa lenye population la watu milioni 40, na vita ikachukuaga miaka 20 ambayo iliwagharimu dola za Kimarekani trilioni 2.3. Je, kwa Iran ambao wana population zaidi ya mara 2, maki population ya Iran ni zaidi ya watu milioni 90, Afghanistan milioni 40, Iran zaidi ya watu milioni 90, manake zaidi ya mara 2 ya Afghanistan. Itakuwaje wakienda kwenye taifa kama hili la Iran? Na sasa hapo changanya kwamba Iran wako vizuri kiteknolojia na wanasaidiwa na mataifa kama China na Russia. Itakuwaje Marekani akiingia ardhini kwenda kupambana na Iran? Hii vita itaishiaje? Wamarekani watakufa wengi sana. Option ya tatu walionayo Wamarekani kwenye hii vita inayoendelea pale Middle East ni kutumia nuclear. Walipua Iran kwa nuclear wahatarishe vita ya 3 ya dunia. Kwa sababu Russia na China wamempa warning Marekani kwamba hawatokaa wakaangalia tu namna Marekani anavyomshambulia Iran na nuclear.
wataingilia kati na watakuwa upande wa Iran. Dunia nzima watamchukia Mmarekani na karibu mataifa yote yatamshambulia Mmarekani kwa pamoja. Hizo ndo options Mmarekani alizonazo mezani. Unahisi bora itumie ipi? Weka maoni yako hapo kwenye comment section, twende sawa. Naitwa Dallas, wengine wananiita Captain Dupa. It is what it is.